Mtazamaji wa Mbawala TV, karibu sana katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha mifupa mikavu. Kama kawaida yetu ndani ya Mbawala TV tuna kipindi kizuri kinachoitwa mifupa mikavu, kuangazia wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini kuangazia matatizo ya hapa na pale ya kijamii, ya kifamilia, kwa ajili ya kuweza kuyatatua. Na leo niko na mfanyabiashara mdogo au mjasiriamali. Kama unavyoniona hivi, nimetokelezea na kofia. Atanielezea mwenyewe kwamba hii kofia ni ya namna gani, wanafaa wavae hata wa kiume au ni wa kike tu. Naweza kama nimevamia fani za watu, lakini ngoja niiweke. Atatuelezea, anazo kofia zingine kadhaa na ataeleza vitu vingi ambavyo anavifanya. Hapa ndipo panapoitwa Mbawala TV, kamnyama anaunguruma. Karibu sana mamangu. Asante. Shikamoo. Marhaba, habari za saizi? Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Ugenia. Mama Ugenia. Kwa jina langu, yani ndani ya kanisa wananifahamu kama Mama Ugenia. Hata ukiuliza katoto kadogo kanamjua Mama Ugenia. Mama Ugenia. Lakini mtaani kwenu unaitwa? Wanakufahamu kwa jina gani? Mama Ugenia hiyo hiyo. Mama Ugenia hiyo hiyo. Ndio. Okay, Mama Ugenia. Unajishughulisha na shughuli zipi? Mimi najishughulisha na shughuli mbalimbali. Naam. Lakini pia mimi ni mkulima mzuri sana. Naam. Nalima mahindi. Naam. Mbaazi nalima. Naam. Afu pia najishughulisha na kazi za mikono. Kipindi cha kiangazi ambacho nakuwa ni siko busy na shamba, huwa nafuma kofia kama hivi. Naam. Kofia hizi nafuma kwa kutumia uzi wa viatu. Kuonesha vizuri? Uzi huu hapa. Au wa viatu kabisa. Wa viatu kabisa ambao watu wanatumia kwa kushonea viatu. Lakini mimi huu hapa ndio nimetumia kufuma hii kofia hii. Hii kofia hii kama ya ambayo ivai. Hapo tayari imeshaisha hiyo. Yaani huu ni uzi kabisa wa kushonea viatu. Umebadilika, imekuwa kofia. Imekuwa kofia. Kwa hiyo hii hapo imeisha. Hii hapa ndio iko nusu, yani bado naendelea. Bado iko nusu Na pia hii kupitia huu uzi naweza nikafuma kofia, ni sema tu sijaja nayo hapa. Lakini ukivaa ni kama vile umesuka. Kuna ile nyingine nilikuwa nayo, iko wapi ile? Kwa hiyo kofia ya kwanza ya namna hii, afu nyingine ya pili? Ya pili ni hii hapa. Hiyo. Ambayo kivaa iko kama vile umesuka msuko wa Kilimanjaro. Ukivaa yani kama vile usipomwangalia mtu kwa makini, yani mtu akiwa amevaa utafikiri labda amesuka. Utazani amesuka. Amesuka, ila tu sasa ndio kama hivyo, ukishika mkononi ndio iko hivi. Ili linakuwa kama wigi fulani. Ndio. Okay. Pia kupitia uzi huu naweza nikafuma kofia za zile za barakashia, tunaita vile vya Kiislamu. Zile za Kiislamu zile. Zile naweza kutumia uzi huu. Ndio. Naam. Hongera sana kwanza. Wewe unadili na kofia za kike tu. Ya kiume? Ya kiume ndio kama hiyo ya kiostazi au ile kibaraka. Ndio unaweza ukaifuma. Okay. Kwa rangi unaweza ukamix rangi yoyote ile. Sipendi, mara nyingi huwa sipendi kuchanganya, kwa sababu kichwa kabisa, hata nywele zetu za asili ni nyeusi. Kwa hiyo ukiweka nyeusi ndio utanapendeza zaidi kuliko weka rangi. Okay, ila mtu akihitaji kwamba anahitaji iwe ya blue, iwe ya njano, unatengenezea. Kama akisema mimi nataka labda rangi ya blue au rangi gani, mimi naweza kumtengenezea. Unaweza kumtengenezea. Kwa hiyo wakazi wote wa maeneo ya Turiani wakitaka kukutafuta wanakupata wapi? Soko la Ndizi, Turiani, sehemu moja inaitwa Torokauje. Torokauje, soko la Ndizi. Akifika pale anaulizia mimi, kwa sababu nina fani nyingi. Ukiuliza mama anayefuma kofia huwezi kunipata kwa urahisi. Ila mimi huwa natengeneza sabuni za mawese. Kwa hiyo wengi sana wanajua kwamba yule mama anayetengeneza sabuni za mawese. Kwa hiyo akifika lile eneo aseme yule mama anayetengeneza sabuni za mawese. Ndio wanaweza kunipata kwa urahisi. Inakuwa rahisi zaidi. Unaweza kutaja namba zako za simu? 0715 68 08 44. Okay. Ni shilingi ngapi? Maana inaweza kama tunaogopa hapa, inaweza kama ni mamilioni ya hela. Hapana, sio hela kubwa. Kwa kama hii hapa ni shilingi ngapi? Shilingi 15,000. 15,000 tu. Umeona? Yaani unapendeza kwa 15 tu. Na hiyo hapo unaweza kavaa mpaka unavaa wewe, utaachana na wajukuu maisha. Kwa hiyo kazi ni kuifua tu. Kwa sababu mimi yani tangia nimekuja hapa Turiani, huu ni mwaka wa yani na miaka 6 na nafanya hii kazi. Naam. Kuna watu ambao nimewafumia kofia, ni ukiangalia ni bado iko vile vile. Ukiwa mtunzaji yani haishi haraka. Kwa mtu ambaye anataka kufungua duka au analo duka anataka auze, yani awe napo vingi anataka auze, unaweza kumtengenezea? Naweza kumtengenezea, ndio. Akikupa order. Ndio.
Okay, na wale ambao wanaishi mbali na mkoa huo wa Morogoro wakiwa wanahitaji wanaweza kupata? Wanaweza kupata tu kwa sababu sasa hivi usafiri mko mwingi, mawasiliano mengi, kwa hiyo si hamna kitu ambacho kinashindikana. Okay. Kwenye maonesho hivi kama 88 au 77 ulishawahi kupeleka vitu kama hivi wewe kaonesha labda? Hapana, sijai kwenda. Hujai kwenda? Wateja wangu wengi wako maeneo ya Turiani. Unamkumbuka mteja wako msumbufu aliyokusumbua nini? Hakuna. Akukwambia umenishonea libaya hilo? Hapana, hii kofia sio kama yani mwanzo wangu, yani hii kofia nilianza kujifunza. Niliona wenzangu yani wa mama wenzangu walikuwa nafuma wakati naishi Singida. Sasa nilivyoona na mimi nilipenda, nikasema hii kitu mbona unaambia ujuzi hauzeeki. Kwa hiyo sasa mimi nikajifunza, nikasema hapana. Na mimi mama na dada naomba unifundishe. Mimi nimejifundisha kwa yani sijatoa gharama yote. Kwa sababu nilikuwa namwambia kama unafuma nipe na mimi kofia kidogo nivae, maana hii kidogo ya wiki nikamwambia nipe na mimi nikusaidie kufuma. Yaani anafuma za kwake na mimi naenda nakaa pale najifunza. Kwa hiyo kama nikipata muda wangu naenda na msaidia kufuma. Akaniambia jitahidi tu na utajua. Mimi mwisho wake nikanunua uzi wangu nikaanza kutengeneza. Naona kinagoma kwa sababu ni mwanaume, kinagoma kuingia kichwa kikubwa. Hapana, hiyo hapo lakini sio kwa kweli. Au yani mtu akiwa anahitaji inabidi atume na size ya kichwa. Hapana. Mimi na uzoefu nikikuangalia tu najua kabisa wewe unavaa size. Yaani ninakutengeneza kofia ambayo iko size. Hakuna mtu ambaye ashaniagiza nimfumie kofia alafu ikawa haimtoshi. Okay. Ndio. Hongera sana. Kama ambavyo kajieleza kwamba wale ambao wanataka kufungua maduka kwa ajili ya kuuza vitu kama hivi anawakaribisha sana, lakini pia wale ambao mna maduka na mnataka kuviuza anawakaribisha sana. Sasa orders zikiwa nyingi unafanyaje? Yaani mimi natamani hii kazi. Naam. Kama kuna mtu anahitaji kujifunza, mimi niko tayari kumfundisha. Okay. Ndio. Milioni ngapi ada? Hakuna cha milioni ngapi. Yaje tu. Tutaelewana. Aje tu mtaelewana. Aje tu. Okay, inachukua muda gani kuelewa vitu kama hivi? Kama una kichwa chepesi siku moja tu unajua. Muona mambo hiyo, ndo fursa zenyewe namna hiyo. Binti uliyekaa nyumbani, hauelewi moja wala mbili. Kazi yako kupendeza, unajipura unaingia mtaani. Lakini pia wewe kijana wa kiume ambaye nawe kazi yako wanaita masharo bei, masharo benga. Acha hizo. Kajifunze ili uweze kuelewa ujuzi fulani utakaye kuingizia hela hapa mjini. Hii ni Mbawala TV, Kamnyama na Unguruma. Bye.